another day, another walk, and of course another talk. So what was trending in Ng'ang'a and many of his mimics this time waliamua kukula jamaa fulani maslap. Of course Ng'ang'a akona vitu mob. Msa alitokea akasema yenyewe kama nimelala nikikulwa maslap si mbaya, na pia labda Kadimo kalikuwa kamenishika, so si mbaya Ng'ang'a kunikula maslap. Hiyo ni normal. Hiyo ni after watu wengi wamepiga nduru. He should apologize. Huyo ni baba ya mtu. Hii ni kanisa gani? Unajua sasa mkishatetea mtu, imagine mmetetea mtu that much, alafu mtu anakuja kutokea anasema hiyo iko sawa. Ni mtu akikuwa na ushetani ni vizuri ya kula slap. In fact mimi siwezi mind tena kula slap nyingine. Unajua? So watu usema hapana, huyu Ng'ang'a amelipa watu. Hii si normal. Huyu amechukua watu akawalipa wakakuja kuact na hizo vitu. Of course like Ng'ang'a kuna so many mimics. Na si yeye peke yake, and many other preacher wa mtaa. Sasa the question is, say wanalipa or not? If you ask me, wengine wanaweza kuwa wanaamini because si ati ni hard, zote ni rahisi kupata wasio walipe wa act, na pia ni rahisi kuingiza watu box. Again Kenya ni nini huwezi fanya manzo, ukiwa roho ngumu, ukiwa macho ngumu, hakuna kitu huwezi fanya. Hata ukitaka kuwa president utakuwa president, bora tu ujue kudanganya wase kwa macho, ukiwa tu macho ngumu utafika mahali unataka kwenda. Bravery na kujua tu kudanganya, kukaa tu ngumu. Anyway, back to Ng'ang'a. I feel or rather it should be churches zinafaa zikuwe regulated. There is no debate about that because kuna wase wenye ni wa innocent kabisa na wako naive na wanafaa kuwa protected kutoka kwa wakora kama Mr. Ng'ang'a na hao mapasta wa town. But pia Ng'ang'a should be nafaa pe credit man. Huyu jamaa amekuwa kwa game for a while with all his controversy. First of all akona land. Kanisa yake allegedly it's sitting on a public land ya railways for those many years. How does he manage kumaneuver? Juu kanisa yenyewe ni ya mabati, si ati I need anything ati kama kubomiwa kama ile ya Mombasa. Ile ni kanisa inatu wanakuja na serikali kitaka kumtoa hapo, inakuja inararua tu mabati yake na wembe. Hiyo kanisa inakosa kuexist, but ina exist for many years, meaning is a guy who knows how to play his cards. Anajua kucheza game yake. And hizi vitu zote zinakuanga ni game, tusidanganyane, inakuanga ni game. So wenye tunakaa chini, wenye tuko nje ya game, but wenye wana play the game wanajua ni kadi gani ana pull, na Ng'ang'a anajua kupull kadi yake proper. That's why church yake ina survive hizo siku zote, na probably itazidi kusurvive. Na and you know a lot of people wenye wako kwa kanisa probably wanaamini. Sitashangaa watu wengi wanaamini wameenda kwa church ya Ng'ang'a kuombewa maybe wapone, kama kuna wenye wako na ngori. Sitashtuka very big number despite hizo nini zote si tumeona, but now this kind of people lazima wakuwe protected. I think in a gava because naivety ya Kenya iko so high that it needs protection from people like churches. Yani hizi kanisa tu wakama up sijui na historika ile ya Rwanda, like there is requirements za kukuwa na church and there is some bullshit that huwezi run kwa church. Kama hizo miracles zenye ziko baseless, hizo usifanye kwa kanisa. Like at least kukuwa tuna mwelekeo, historia good. Yani mimi niko na church, I can do shit, naweza do anything nataka. Inafaa ikuwe monitored, ikuwe at least kukuwe na limitations. Lakini sasa kutakuwaje na limitation when church ndio wanakondoo wako, ndio kila mtu anaendanga kudump uongo zake huko from the political class. So it's such a big mess. It's such a big mess that ni ngumu ku get out of it. But you know, but again it's only hata si church peke yake. Kuna so many things that zinaraniwa na fakeness in Kenya manze. Tulikuwa na fake Inspector General of Police
I think kidogo Waiganja something like this. Tulikuwa na fake gynecologist huko Kasarani ama ni Githurai ameenda akichokora wanawake wanzee many years, kumbe ni msata ajei hata enda medical school. That is the country tuko ndani. Hakuna kitu yezi raniwe fake. Like I said, unani tu kuwa brave tu na ujue tu kukaza tu macho na kudanganya wa Kenya, and then you're good to go. You could be anything. Unaweza kuwa president. Bora unajua kucheza na Wakenya wanapenda kuprotect makon. Bora umeunda jina. Wataki kujua kama umekuwa con. Wao waza watakucelebrate. Kuna msata alikuwa na argue mtu kama Khalifa hilo anafaa akitoka hizo rumande zake ameweko, anaweza simama watu wamvotie, because sasa hiyo sasa ni qualification. Huyo sasa unapatanga mauongo kidogo, hizo sasa ni qualification za kuwa Kenyan politician. Na hata akisimama watu watamvotia, good chances ni watu wanamvotia, but acha tusiende into politics. Stories za Ng'ang'a, I don't see him stopping soon, and also I don't think the government inaweza control hiyo story, because wana condone wengi, na sasa ukicontrol kanisa watatoa wapi wanakondoa wa kudanganya? Juu ile siku yenye kuna church ndio unapatanga watu wametoa hizo comments ama donations ama I mean hiyo ndio audience. Church ndio audience, wanakondoa ndio audience. So hakuna vile watachange hiyo shit. But I don't know. I don't know. Just drop your comment. I don't know, man. Just drop your comment if you think the churches should be regulated na mingi zao zifungwe, because watu wako na vituko mingi sana. Watu wanafaa kuattempt the problems zenye zinakosiwa na churches, hata zimekuwa too much. Hata ni shame, man. It's a big shame. Yeah. Anyway, thank you for walking with me. I feel like I always complain, but it's this situation. So yeah, drop a comment, hit that subscription button. Hiyo huwa inasaidia in case nimekuguza history kidogo. Share even to one person, just one person. Yeah, drop me a like, and we will do another walk another day. Cheers.